Eyo, bana wanangu kama kao. Oh, this time hapa tunaingia kwa Star Kaseke. Tumemsurprise this morning. Ni comedian mmoja superstar nguri kabisa, comedian anachekesha sana kinoma hapa Bongo na amevuka mipaka ya nchi mpaka amefika East Africa. Tumekuja kumsurprise, hana taarifa. Ni star fulani hivi. Mnamjua sana, anaitwa Kaseke on point star. Amekuja, ametoka mbali, amefikia lodge ya Perfect Lodge Vision kama mnavyoona. So this time hapa ndo tunaingia ndani. Okay, let's go. Ila msisahau nyuma ya kamera tupo na Shija Msukuma TV. Kama kao, let's go. Bana, kama nilivyotangulia kuambia mwanzoni kwamba tunamsurprise Kaseke. Kaseke mwenyewe ndo huyu hapa. Kaseke on point star, superstar kabisa, comedian. Anachekesha sana huyu jamaa. Kama mnavyomuona kama kaa. Ni good. Mambo nini? Shega. Kama tunavyoona kabisa, tumepata taarifa kwamba imefikia lodge. Inaitwa Vision Lodge. The Vision Lodge. Of course, nasikia ni lodge ya bei mbaya sana hii. Ina bei ghali kinoma na mwanangu. Wewe umewezaje ku afford kulipia vitu kama hivi? In short, kwa mazingira ambapo nilifikia nadhani ndo lodge ambayo ilinistahili, kwa lodge zingine nadhani hazikunistahili, ila hapa pekee ndo sehemu ambayo niliipenda of course. Okay. Tumesikia kwamba hilo ni ya bei mbaya, ina gharama sana. Sijajua unakaa siku ngapi hapa na umelipa kiasi gani? Hapa nipo nadhani kwa siku kama 13. Na nalipia kwa siku moja 800,000. 800,000. Of course. Unajua kwa nyewe mastani hali ya kawaida kabisa kulipia hicho kiasi. Ila kwa sisi ambao bado maisha hatujajipata ni kazi kweli. Wewe unawezaje kumudu gharama hizi? Una biashara gani? Ukiachilia comedian, unajua wewe una kipato gani mpaka unaweza kulipa 800,000 kwa siku? Na umesema ni usiku mmoja hapo, haujaweka gharama za chakula na vitu vingine, vinywaji na nini. Unajua nyewe watu wakubwa mna matumizi gani kweli? Gharama hapa, gharama naimudu kwa sababu pesa ipo. In short, pesa ipo, ndio maana naweza kumudu gharama. Kwa sababu huwezi kumudu gharama kama pesa haipo. Kwa hiyo ukiona mtu amemudu gharama, basi jua pesa ipo. Kawaida bwana, watu wakubwa ndio wanavyojibu. Unajua nyinyi watu mliojipata amnaga mambo mengi. Angekuwa hapa maskini angeweza kutuambia si nini na nini, lakini wewe umeenda state. Nimekubali sana. Ndio kwanza 5 mwana. 7. Kaseke. Yes. Hivi wewe unakaa sehemu gani hapa Tanzania? Tanzania yetu hapa nakaa eneo moja jijini Dar es Salaam. Okay. Eneo moja linaitwa Sinza. Unajua kwa nini nimekuuliza hili swali? Unajua tumezoea tukuona kwenye clip unachekesha comedian zako. So huwa hatujui unapokaa. Afu wa Tanzania wengi wanakukubali, ni mashabiki zako wanakukubali kinoma. Kwa hiyo imebidi nikuulize ili wafahamu kwangu unapoishi. Kama ulivyotuambia unaishi Sinza Dizim, si ndio hivyo? Yes. Yeah, jamani Dizim ni Dar es Salaam of course. Let's go, tunaendelea. Wewe hapo una gari? Yeah, of course gari ipo. Ni gari gani? Na gari aina ya cruiser. Gari zipo nyingi, sio kwamba na gari moja, na gari zaidi ya 7. Kwa hiyo gari zipo, lakini sijaja nazo kwa sababu nilikuja na usafiri aina ya ndege. Kwa hiyo sikuja nazo kwa sababu tour yangu ilikuwa ni ya muda mfupi, litakiwa ni wahi, ndio maana nikatumia ndege. Okay. Yes. Sawa, watu kama nyie kupanda ndege ya Moni shida. Of course ni kawaida. Wewe umeongezana na nani mpaka unafika huku? Huku in short nimekuja mwenyewe. Nimekuja mwenyewe na meneja wangu. Sema meneja wangu kidogo ametoka kwenda kucheki mazingira. Tunajua huku ugenini. Masala location ni nini? Anaangalia usalama nini? Yes. Safi kabisa. Mambo mengine vipi lakini Kaseke, unajua wewe una mpenzi? Kwa nini unauliza hiyo swali? Unajua wewe ni kijana bwana. Vijana siku hizi lazima wewe na wapenzi kama tunavyojua. Napenda sana kuona vitoto. Wanasema vitoto vya 2000 Yes, of course, vitoto vya 2000 hivyo. Wewe una mpenzi? Tuweke wazi usitufiche. Yes, of course. Unaye? Yes. Unaye mmoja au una wengi? Unajua vijana wa siku hizi mnapenda kuwa na mademu. Unaita mademu, unakuwa na mademu wengi sana kinoma. Wewe unaye mmoja au una wangapi? In short, naomba kwanza utambue kitu kimoja. Mimi ni Mkristo. Of course. Yes, na dini yetu inaturuhusu kuwa na mwanamke mmoja tu. Sio kama dini ya wenzetu. Kwa hiyo naye mwanamke mmoja. Hapo nikuulize. Wewe ni Mkristo, dini yako inakuruhusu kuwa na mwanamke mmoja. Umeoa tayari, kwamba umefunga ndoa au tu ni vile in short ni kwamba ningekuwa nimeoa tayari mngekuwa mmejua, lakini niseme sijaoa, lakini nipo kwenye process na maandalizi. Kwa hiyo nikioa mtajua.
Okay. Yes. Sawa bwana Kaseke, nimekuelewa bwana kwenye hilo swala. Watanzania leo tupo na Kaseke, so tungeomba tuoneshe kidogo vitu vyake. Tunajua vile vitu vyake huwa ana misemo fulani hivi anapenda kuambia sana Watanzania, anapenda kuwashauri sana. So hebu tuoneshe leo kidogo, tuambie, tushauri chochote. Unajua drip zako check huko TikTok, unapenda kuwashauri watu vitu vingi tu hivi. So tuoneshe demo kidogo hapo hivi. Napenda niwaache na kitu kimoja. Bana kuna watu wanajiona wana maisha magumu na wanalala kwenye godoro 5 kwa 6. Wakati huo asijue kuna watu wanalala kwenye kigodoro chembamba hadi nafika hatua wanaamka saa 9 za usiku kwa ajili ya kupumzika kulala. Naam. Mnavisikia vitu venyewe? Huyu ndo Kaseke bwana. Ndio maana watu wanakukubali mwanangu. Una vitu vikali sana. Na hisi Watanzania wanapata cha kujifunza. Istoshe wapo live kwao, wamekukubali na wanazidi kuamini kwamba hivi ni vitu vyako. Na hisi mmemsikia alichokifanya Kaseke. Yuko vizuri sana. Okay, Kaseke, kama ninavyoona mwanangu umepoa kinoma, umewaka sana. Naona una ubaridi fulani hapa hivi mkononi, nini? Vitu vako labda umevaa vikepu nini? Nani anayekupendezesha? Nani anayekutengenezea hizi fashion? Umekula kodi mwanangu, umetoka kinoma yani. Umekaa kinyamo hizi bwana. Hivi vitu umepata wapi vitu fulani hivi amazing? Vitu vya kawaida hivi bana. Nilipofika hapa nilichukua hapa. Umechukua sehemu gani mwanangu hapa sehemu gani? Maana naona huko bado unaona mambo bado kama vile yani sielewi. Umechukua wapi? Nimechukua duka moja linaitwa Kimweso Store, mkabara na Dalia Cafe pale nadhani. Okay. Wow, nimependa sana. Kwa Mtanzania yote akitaka vitu hivi akifika pale anapata na anapoa kinoma. Yes, ukifika Kimweso pale unapata vitu kama hivi, vipo vya kutosha sana. Mimi naona usije ukasema na mimi nimechukua Kimweso, maana nimekuja na kitu fulani kimefanana na chako mwanangu. Sawa. Sasa mashabiki zako wanakupenda sana kinoma, so ningependa uelekeze namna gani wanaweza kukupata kwa urahisi. Unajua wanapenda sana vitu vyako na wapa ushauri mkubwa, wanaenjoy kinoma. Kwa hiyo wanakupataje sasa? Mimi napatikana kwenye mitandao kadhaa. Ukiingia TikTok ukaandika On Point Star utanipata, lakini ukiingia Instagram pia utanipata, lakini pia kwa penzi wa Twitter napatikana pia. Kwa ukiingia tu kaandika On Point Star you get me. Okay, mimi niseme bye bye. Tumepiga story kinoma, tumeenjoy sana mwanangu. Unajua? Big up.